Watu wa Mungu tusimame tupate kumsifu Mungu. Leo hii kanisa la Free Pentecostal of Tanzania lina majimbo 24 na makanisa mahali zaidi ya 250 na parish zaidi ya 1000 kwa takwimu za hivi karibuni, na watumishi kada mbalimbali 2000 na zaidi, na washirika katika nchi yote takriban 400,000. Leo Askofu Mkuu Stephen Mlenga utawasimika maaskofu wapya 24 wa majimbo ya kanisa 24. Wakati utakapokuwa tayari askofu mkuu, nitawaleta maaskofu wasimikwa mbele zako ili uweze kuendesha ibada ya kuwasimika wakiwa na wake zao. Nikukaribisha askofu mkuu kwa ibada hii inayofuata. Karibu sana. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Kwanza kabisa ninamshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi ya kuwepo hapa. Lakini pia nimshukuru askofu mkuu mstaafu pamoja na mke wake. Niwashukuru watendaji wenzangu katika ofisi kuu. Niwashukuru manaibu, makatibu wakuu waliopita, makamu askofu wakuu waliopita. Niwashukuru wachungaji mbalimbali mliopo mahali hapa. Niwashukuru washirika wote mlioko mahali hapa, waimbaji, waandishi wa habari na kila mmoja kwa sehemu yake. Lakini pia nisisahau kushukuru uongozi wa mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa pamoja na mkuu wa wilaya na wale wote aliofuatana nao. Niwashukuru ndugu zangu wa missionary mlioko hapa na wale ambao mko pale na yoyote aliyoko hapa. Ninaamini kwa kifupi hicho itifaki imezingatiwa. Kabla sijaendelea kuleta yale yaliyo mbele yetu, mnafahamu mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Nchi yetu ya Tanzania tutakuwa na uchaguzi mwezi wa 10. Kwa hiyo ni vizuri tujue hilo na tuendelee kuliombea hilo, na tumeendelea kuliombea. Lakini pili, niseme katika mambo hayo wakati wa uchaguzi kuna kuaga na vurugu nyingi sana, kwa sababu kila mtu anatamani angechaguliwa awe kwenye nafasi fulani. Mimi ni kuandae wewe Mkristo ulioko hapa na usiye Mkristo, jiandae kuomba Mungu, usijiandae kwa vurugu. Rais yote anasema hapa kazi tu. Ukiona unaingia kwenye vurugu, maana yake wewe ufanye kazi. Mtu ambaye anashughulika na ana kazi zake, sidhani unaweza ukajiingiza kwenye vikundi vya kuvuruga mambo ya uchaguzi. Wewe utajipanga kuiombea nchi yetu na utajipanga kufanya uchaguzi kwa amani na furaha.
Jina la Bwana Yesu ibarikiwe. Na kwa sababu hiyo, naona wengine walishangaa, hawafahamu wengi sana, ni mimi labda na watu watatu tu. Hawa ni njiwa. Naomba wafunguliwe, tuache wawe ishara kwa nchi yetu ya Tanzania, uko watakako kwenda. Hii ni nchi ya amani iliyobarikiwa. Njiwa hawa wawe ishara kwa maaskofu watakaosimikwa leo, wakirudi majimboni kwao wakatimize kusudi la Mungu. Njiwa hawa wawe ishara ya kwako kutambua Yesu Kristo atarudi tena. Atarudi tena. Na kwa ishara hiyo nataka tusimame, tuwaachie hawa njiwa waende. Haleluya. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Shangilie Bwana Yesu, mshangilie Bwana Yesu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hao njiwa wawe ishara ya baraka kwa taifa letu la Tanzania. Hao njiwa wawe ishara na baraka kwa watendakazi. Hao njiwa wawe ishara na amani kwa taifa letu Tanzania. Piga makofi na umshangilie Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Tupate watendakazi waaminifu. Tupate rais anaendelea katika uaminifu wake. Tupate wabunge waaminifu. Tupate wainjilisti, mitume waaminifu. Tumshangilie Bwana wetu Yesu Kristo kwa ishara hii. Kwa ishara hii. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikabarikiwe nchi ya Tanzania. Ikabarikiwe nchi ya Tanzania. Akabarikiwe Rais Magufuli. Akabarikiwe Waziri Mkuu. Akabarikiwe Makamu wa Rais. Ibarikiwe FBCT. Abarikiwe Askofu Mkuu mstaafu. Wabarikiwe mastaafu, watumishi wa Mungu wote wastaafu. Wabarikiwe maaskofu watakaosimikwa leo. Wabarikiwe wamishonari kutoka Sweden. Haleluya. Bwana Yesu, makofi ya shangwe. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Njiwa hawa, umeona njiwa? Kwa kawaida njiwa kwenye Biblia wameandikwa mara ngapi? Mara 50. Kwa mara ya kwanza waliandikwa wakati Mungu anaumba mbingu na nchi, anaumba ndege, hao njiwa walikuwemo humo. Lakini walipoanza kuonekana, hayo ndio mahusia yangu hasa kwenu ninyi watumishi wenzangu. Nimeweka namba 1, njiwa. Ukisoma kwenye Biblia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 8, utaenda kufuatilia mistari ya 7, 8 na 9. Sitaki kuendelea kusoma ili tusipoteze muda. Wakati safina ya Nuhu iko kwenye mlima wa Ararat, Mungu Nuhu akiwa kule kwenye safina, ikafika wakati anataka ajue kama huko chini maji yamepungua, hayapo. Akamtuma kunguru. Imeandikwa hivi, kunguru akaenda huko na huko na huko, hakurudi safinani. Halafu Nuhu akaenda akamchukua njiwa. Sasa nataka ujue hiyo maana, ndio ilikuwa maelekezo yangu. Akaenda akamchukua njiwa, akamtoa. Biblia inasema njiwa akaenda akazunguka huko, akaona hakuna mahali pa kutua, akarudi kwenye safina. Watumishi wa Mungu, kwa mfano wa njiwa, njiwa alikuwa mjumbe anayepokea maelekezo. Anapokea maelekezo, anakwenda kufanya, anarudi, analeta taarifa. Naomba Mungu akusaidieni ninyi tunapowasimika leo, muwe watumishi ambao mnapokea maelekezo kwa mujibu wa Biblia yetu takatifu, kwa mujibu wa katiba yetu, hata kwa maelekezo ya nchi yetu ya Tanzania. Kwa sababu kuna watumishi siku za leo wanakuwa kama kunguru. Wakitoka wao wanazunguka tu, wanazunguka, hawafuati maelekezo. Lakini njiwa alienda, alipokosa pa kutua, akarudi kule alikotumwa. Najua ni Mungu aliyewaita. Lakini kwa mfano wa njiwa hii, na mimi leo nitaweka mikono kuwatuma kwa niaba ya Kristo. Mkienda mlete mrejesho. Aliporudi njiwa akaingia kwenye safina. Nuhu akamchukua akamweka. Hakuja na chochote. Baadaye zilipopita siku 7, maandiko yanasema Nuhu akamchukua yule njiwa, akamshika, akampeleka kule.
Njiwa akaenda akazunguka, akaja na jani, anarudisha taarifa. Mtaenda leo hamna kitu. Majani yenu ninyi ni injili ya Yesu Kristo, kuwaleta mamilioni kwa Yesu. Hayo ndio nataka niwape mausia au maonyo au maelekezo. Lakini nirudi, hawa njiwa unawaona wako wawili hapa. Nataka niwape maelekezo. Njiwa kwa kawaida yao huwa wanakaa wawili wawili. Hapa ujue ni mke na mume. Niwape maelekezo ninyi wachungaji, ninyi maaskofu, tumika na mke wako. Kuna wadada wazuri sana siku hizi na wanaweza wakabadilisha wakawa wazungu. Tumika na mke wako. Hawa njiwa wanapotaka kujenga nyumba huwa wanasaidiana, mume na mke wote wanabeba majani, wote wanakwenda. Kwenye mapenzi hawa wote utaona wanabusiana wote wawili. Yaani kila mtu anajua zamu yake. Halafu mke akiwa mjamzito hataki mayai zaidi ya mawili. Yaani watu wanaoshirikiana. Askofu Stephen Lenga, Makamu Elias Saimoni, Katibu George Mwita, Naibu Jackson Muna, wamewachagua Kama kuna jambo ambalo Wakristo wanahitaji kuendelea kukumbuka ni hilo. Usisahau wewe si wa dunia, wewe si mtu takaishi milele hapa. Unangojewa mbinguni. Yesu anasema nimeenda kuwatayarishia makao. Nikikamilisha kazi hiyo nitarudi tena niwakaribishe kwangu. Ninapenda kutoa mfano, unapokaribishwa kama huko Dar es Salaam, labda inabidi uende na ndege, inabidi uende mahali labda Dodoma, upewe na gari ukapande ndege pale na tiketi ya ndege. Sisi hapana. Yeye atakapokuja, hata ukiwa kule kwenye mtaa ule kule hauhitaji uwanja wa ndege. Parapanda likilia, unavaa kutokuharibika na unainuliwa, unaanza kwenda. Huyo mpaka mbinguni. Fanya kurudi kwa Yesu sio jambo la nadharia, ni jambo ambalo Yesu mwenyewe amesema. Amen. Nikikamilisha kazi ya kutayarisha makao, nitarudi tena niwakaribishe kwangu. Anatayarisha nyumba kwa ajili yako, hata wewe unayepanga nyumba. Amina. Sipengine na hangaisha na mwenye nyumba, utalipa kodi, wewe usijali, vumilia, simama imara katika imani. Siku moja utapata ya kwako, wala sio ya udongo au ya nyumba ya sementi.
nyumba ya dhahabu nzuri. Kesha katika imani, tunza wokovu wako. Umepata kitu cha thamani kwa maisha yako, ingawa huko mtaani wanakudharau na kunyanyasa. Wewe usijali, wewe umeitwa na Yesu, siku moja atakukaribisha kwake. Bali umetutoa, bali tulipo sasa,